Hello champions, leo tutaenda kujifunza namna ya kuaccess switch kwa kutumia console cable. Tutaenda kuchukua switch aina yoyote, tutachukua hii ya kwanza, then tutachagua PC, chukua laptop moja taweka, then chukua console cable, ni ya pili kutoka kwenye hii cable ya kwanza. Ukisogelea itakuandikia ni console cable, then connect kwenye console terminal, kwenye console port kwenye switch yako, then kwenye PC connect kwenye RS232. Baada ya hapo, mpaka hapo unaweza kuaccess switch kwa kutumia hiyo console cable. Kabla ya hapo, requirements, unatakiwa na console cable. Cha pili, unatakiwa na required software ili uweze communicate na switch operating system. Mara nyingi huwa tunatumia Hyper Terminal, Secure CRT au Terra Terminal. Hizo ni common software ambazo utainstall kwenye kompyuta yako na connect na console cable kwenye switch yako, then utaweza kufanyia configuration switch yako. Then condition nyingine ni kwamba laptop yako au kompyuta unayotumia inatakiwa image bitrates na zile za switch ndo zitaweza kucommunicate. Bitrates ninazoongelea ni kwamba nenda kwenye PC, ukiwa kwenye packet tracer yako, nenda kwenye desktop, ndio kwenye terminal. Nazoongelea ni hizi bit, kama unaona bits per second 9600, data bits ni 8, parity ni 8, stop bits ni 1. Trying to change any of this, switch haiwezi communicate na PC yako haiwezi communicate na switch. Let's try kwenye hii 4800 au ngoja kwanza tu access switch kwa, then tutaenda kubadilisha, then utaona kwamba is bit rate ni muhimu. Then baada ya hapo unaweza access switch, nenda kwenye PC yako, nenda kwenye terminal hapa, is bits nimeshaziongelea, ukipiga okay, then tayari unajikuta upo kwenye interface kwenye switch configuration, switch terminal. Unaona nipo kwenye user mode. Hapa unaweza kufanya kila kitu ambacho tulikuwa tunafanya kwenye command line interface ya switch. Kama kuingia kwenye configuration terminal, kama kubadilisha host name, na vitu vingine. Mpaka hapa tumeweza kuaccess switch na tunaweza kufanya configuration kwa kutumia hiyo console cable. Lakini kwenye swala la usalama, na unasisitiza set password kwenye console line, ili sio tu kila mtu ambaye atakuja na required software na akaja na console cable yake na PC yake na support bitrates aweze kuaccess switch yako. So hapo ndo kinachotufanya tu set password kwenye console line. Na set password maana yake ukija kuaccess switch utatakiwa uingize password kwanza. Ukichomeka console cable pale kwenye switch na kwenye PC yako, kienda ku access switch itabidi uingize password kwanza, ili ndo uweze ku access command line interface ya switch. Then nilishaangalia namna ya set password. Hivi tutaenda kurudia. Ukiwa kwenye configuration terminal, andika line console 0, then piga enter. Umeona tumeingia kwenye
line configuration. Then baada ya hapo andika password. Then followed with password. Password yangu in case ni 1 2 3 4 5. Piga enter, then andika login. Na maana kwamba whenever utakapochomeka console cable kwenye ile console port ya ku access it demand login, then done. Paka hapo tumemaliza. Exit. Nice. Unaona baada ya kurudi kutaka kuingia inahitaji password, user access verification. So mtu yoyote ambaye ataweka kompyuta hapo itabidi ingize password kwa ndo aweze ku access switch. Then twende tuone, nilisema ukibadilisha moja ya hizi bits, hizi setting hapa, uweze ku access switch. Ubadilishe bit per second iwe 1000 iwe 19200, then piga okay. Unaona blank terminal au amna switch interface yako, na ndio maana nilisema hizo bits ni muhimu. Then mpaka kufikia hapo tumefikia mwisho wa video ya leo. Naomba usubscribe kama umejifunza kitu. Asante.